uunganishe Mkamba, uunganishe Mluya pamoja. Mr. Speaker, hiyo ni tofauti sana. Ukiuliza kwa kambi ya William Ruto, wanakwambia wanangojea tu zile kabila ndogo ndogo zenye zinahamaga kupeleka ng'ombe. Rafiki yangu au choki. Mr. Speaker, hata kama akifanya ng'ombe na wao kupunguza tu kidogo. Mr. Speaker, usijali na huyo. Mr. Speaker, wanasema zile kabila ndogo ndogo zinapelekaga mifugo nje. Ndizo wakati huu William Ruto ana concentrate nazo. Amejaribu kuconcentrate na Wasomalia, mfugo zijaenda nje. Wasomalia wenye wako Kenya hawajapeleka mbuzi Somalia, lakini bado hawajachukua kura kulingana na ile matarajio walikuwa wanatarajia. Wanangojea Waturukana, bado hawajapeleka mifugo Sudan. Wanangojea Waborana, bado hawajapeleka mifugo Ethiopia. Walikuwa wanasema hizo kabila zinapelekaga mifugo nje, wakati wa kupiga kura hazipigi kura. Sasa kama wakati wa kuchukua kura hawajachukua kura, wakati wa kupiga tuko na uhakika nao hawatakuwa wamepeleka ng'ombe Sudan, hawatakuwa wamepeleka Ethiopia. Ile kura yenye inapigago kwa kila wakati ndio hiyo. Na nikupee mahesabu Mr. Speaker. Unaona hilo wa Savana inaongozwa na kabila 4 kubwa: Mkikuyu, Mluya, Mjaluo na Mkisii na Mkamba pia. Mr. Speaker, wacha nikupee hii mahesabu uifananishe. Hilo wa Savana ndio inafananaga na national politics. Nikimalizia tu, ukichukua kura ya Mjaluo uweke pamoja na ya Mluya itatoa mshindi, lakini ukichukua kura ya Mkikuyu uweke na Mkamba urudi uweke na Mkisii inaangusha hao wengine. Hivyo ndivyo national iko, Mr. Speaker. Sasa ngojea, na hii nakwambia kwa polepole, ngojea tu, baada ya miezi 16 inakuja, ngojea Stephen Kalonzo Musyoka akiwa rais wako. Ningesema kusema kitu hapa. Mwanabunge the aspirant for senator anasemanga, ukienda nyumbani kutoka Nairobi jiulize nini unaenda nayo nyumbani. You are wise. Nataka niseme kitu hapa kwa sababu inaniuma kama kijana, wakati naona mtu anapigwa bongo risasi, mtu anapigwa tumbo na mtu anapigwa mguu. Japo mnasema serikali ni mbaya, lakini na wewe pia jiulize nini lifanya ukapigwa risasi. Because we all know we must be patriots of this country, and if you cannot follow the law will always follow you. Therefore there are only 2 options. One, you either work within the law or work by following the law. Nikiingilia tu bado kwa hiyo mambo ya bloodshed, Mr. Speaker, kuna kitu inafanyika hapa Kenya na haifai. The late Enigma Raila Amolo Odinga fought for the democracy that we are having in this country, and somebody with his bollocks cannot come before the house na unatuambia ati 3 kabila 3 zikiungana wao ndio kusema. Hakuna. Mimi kama subscriber and I believe in democracy, mtu yeyote, ukuwe unatoka Kisii, ukuwe unatoka Ukambani, ukuwe unatoka Ujaluoni, so long as you are having a political agenda that is likely to help a common mwananchi, mbona usipigiwe kura? Ati unatuambia Kalonzo atakuwa president wapi, wakati akiwa MP hizo constituencies ambazo Kalonzo ndiye alikuwa amesimamia are the poorest in this country. Nyote hapa mko na data, muangalie kama nadanganya, bado nimesimama hapa. Kalonzo wakati alikuwa MP huko ndio kuna umaskini zaidi. Juzi mimi naona ati Kalonzo amechukua pesa ambazo alilagai hapa, anauza kura ya Wakamba, anachukua ng'ombe anapeleka kwa Raila. Kalonzo, sisi hatukutambui. Ile kitu
That's the only way. You stand up, you challenge through the microphone. Yes. Otherwise, you are a heckle outside there, and I will not recognize you. Mr. Speaker, point of order. It's not right for a member to come here and spreading propaganda. Kwanza tukianza na polisi kupiga watu bunduki, askari kwa sababu ya maandamano. Haijaanza hii wakati. Hata enzi za kina Raila watu walikuwa wanaenda barabarani na wanapigwa risasi. Why come here and cheat us ati sijui kileta nini? Alafu, it's better for me to vote for Kalonzo than to vote for this thing here. Mr. Speaker, Staki Hekla. Asante sana Bwana Speaker. Mr. Speaker, maybe the member was not understanding the language I'm using. There is no propaganda I'm trying to propagate in this. No, Mr. Speaker. I'm only trying to sensitize I'm trying to sensitize an impervious person to knowledge like him, so that he knows what is happening, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg you to add me more time because they have heckled for some time. Mr. Speaker, it is wrong to see someone losing blood or shedding blood because of politics. Because politics come and go. You will vote, and again you have bills to pay. You have kids to look after. Therefore, there is no need for killing someone. I want to say something about his murder that alileta hapa. Mr. Speaker, hakuna kitu Kalonzo amefanyia wananchi. Kalonzo is an opportunity. Mr. Speaker, Kenya does not need an opportunist like Ruto. Therefore, William Samoei Ruto, tuta mambo ya kupanga barabara, mambo ya stima, mambo ya maji, mambo ya nyota. Therefore, William Ruto, turn of fresh. Kuna mada ambayo ilikuwa imeletwa hapa ya kwamba kuna mauaji kiolelaolela, ya kwamba tukienda kwa uchaguzi unapata ya kwamba Wakenya wanakufa kwa sababu ya uchaguzi. Na yule ambaye alitoa hii mada alipeana mfano ya kwamba pale eneo bunge la Kasipul kuna mauaji ambao inafanyika. Na mimi nataka kusema ya kwamba sisi wananchi ndio wabaya, kwa sababu wewe unaweza kupigana na mwenzako juu ya candidate ambaye anawania kiti. Sio jambo la busara sisi wananchi kukufa kwa sababu ya mwanasiasa. Na kwa sababu hata sisi tuko na uwezo wa kusimama, na sisi pia tuko na uwezo wa kuwa viongozi, kwa sababu tuko na maono na tuko na uwezo ya kukuwa viongozi katika taifa letu. Na mimi nataka kusema ya kwamba watu wasipigane. Hata saa hii tunapokaribia siasa, tusianze kupigana tukisema ya kwamba huyu ni jamii fulani, huyu ni jamii fulani. Tusozane, tulombane tu kisiasa hapa, lakini ikifikia mahali sasa unataka kutoa uhai ya mwenzako, hiyo haifai kabisa. Lakini inafaa tuwaambie nyinyi ukweli ya mambo vile hivi, ya kwamba Kim alikuwa anasema ya kwamba kuna makabila kubwa hapa Kenya, ya kwamba wakiungana huwa wanatoa uongozi. I want to challenge Honorable Kim. Kim ni muongo. Kim huyu ni muongo. Huyu ametudanganya. Alikuja na candidate wake hapa nani? Muredhi. Akatuambia mastori mingi vile Muredhi atakuwa kiongozi hapa. Muredhi tumefukuza akaendanga. Kwa hivyo sasa leo anakuja ya kwamba ati kabila kubwa ni Kikuyu. Huyu anawadanganya nyinyi. Sisi kwetu, mimi ni Mjaluo. Sisi tulikuwa watoto 5. Kim kwao ni 2.
Sasa kabila gani ni kubwa? Hawa watu ni masquatter, hawana mashamba mahali ya kuishi. Sasa hawa watu hawajazaana. Unapata Waluya baba mmoja ako na mabibi 3, watoto ako naye 10. Sasa hawa watu wamekuwa wakituibia mara mingi wakisema wao ndio wengi, lakini tukiangalia vizuri wale watu ambao ni wengi ni Waluya, wakifuatwa ni Wajaluo, alafu Wakalenjin, alafu hao watu wanakuja kudanganya ya kwamba wao ndio wengi. Hiyo ni uongo kubwa sana, kwa sababu tumewahi ona hapa Rift Valley hapa ikisemwa ya kwamba wamama wanaenda maandamano kwa sababu ati wanaume wao hawafanyi kazi. Hiyo umeona Uluyani? Umeona wamama wakienda maandamano Ujaluoni? Kwa hivyo ile kabila kubwa ni Waluya, Wajaluo na Wakale. Na mimi nataka kusema hivi, wafuasi wale ambao walikuwa wanapigia baba kura, hiyo bado iko intact. Mimi nataka kukuambia hii hesabu. 207 hawa Kim walisimama, Kibaki alisimama, Kalonzo akasimama akasema ya kwamba yeye anaenda kwa debe, akaenda atapita katikati. Lakini kama wewe ulikuwa hai na akili yako ilikuwa nafanya kazi, ulijua ya kwamba Raila, licha ya hawa watu kuungana vile waliungana, Raila aliwashinda. Kwa hivyo hawa watu Wakamba hawa, na mimi nawaambia msidanganywe muende opposition. Nyinyi mkuje muungane na serikali ya broad base, tusukume serikali 2027. Baada ya hapo ndio tutawaangalia na macho ingine, kwa sababu mimi najua nyinyi mtashindwa. Na ukiangalia hivyo, nimesema hivyo kwa sababu 207 Kalonzo alisimama kivyake. Tuna assume ya kwamba kura ya Kalonzo ya Ukambani alienda nayo. Haya, hapa Mlima Kenya Kibaki alisimama, kura ya Mlima Kenya alienda nayo. Wakati huo Ruto alikuwa na sisi. Wakisii walipiga Ruto pale Kisii mpaka wakamnyang'anya kiatu moja. Kwa hivyo Wakisii hawakuwa na sisi. Kwa hivyo saa hii watu wamekuja wakajiunga pamoja, wanajiita ma cousins. Sasa mimi nataka kusema hivi, hao waungane hivyo wenye wameungana, ile story ya 207 bado itarudi. Tukishikana venye tulishikana hivyo, sisi Wajaluo, sisi Waluya, sisi Wakale na Wacoast, Waturukana na West Pokot, hawa watu tutawashinda asubuhi na mapema sana. Hawa watu hakuna mahali wanaenda. Mimi nawaambia ukweli, hawa watu tutawashinda. Na mimi nataka kusema, tukiwashinda usitoke kwa barabara ya kwamba haki yako. Tukiwashinda usikuje kusema ya kwamba nyinyi kabila fulani ndio mnaamua nani anakuwa uongozi. Ya pili, Mr. Speaker, Mheshimiwa William Ruto alisema ya kwamba kuna watu wengi ambao wamekuwa wakimsikiza vibaya. Ruto alisema kama kuna yule ambaye atajaribu kwenda kwa police station, kwenda kuvamia police station, huyo mtu apigwe risasi kwa mguu. Hakusema ya kwamba ukienda kuandamana upigwe risasi. Lakini kama utatokelezea nje ati unaandamana ati umeshindwa, wewe utaona cha mtema. Mimi nashangaa sana. Nashangaa sana. Ati Kalonzo Musyoka ati akuwe president. Kalonzo Musyoka. My dear friend, wacha niwaambie. Nataka munielewe vizuri sana. Speaker, hapa niko na concern. Kabla tuendelee na bunge, tafadhali tupe mtu nafasi aweze kutetea. Alafu wana remember those were angling bwana we.
Tunasema hivi. Because you are heckling. Kama mtu anasema jambo hapa na hujakubaliana na yeye. That's why tunapatiana time ya kuchallenge mtu through question, point of order and point of information. Otherwise you are heckling and you are wasting our time. Na kama mtu ana heckle tutapatiana ruhusa kwa sajenta tano. Utoke kwa bunge. So what is out of order? Ongea. Mr. Speaker, kuna vitu umetuambia inatuguide hii discussion. Kuna kitu inatuguide kwa hii discussion. Anybody can be a president. Hata wewe unaweza kuwa president. Hatujafanya kura yote. So you just tell us why Kalonzo cannot be president, why your father cannot be president. But Mr. Speaker, usijaribu kukaa useme so and so will not be president. Then who are you? You can say that. Alafu part of the lion. Ujue hii mambo ya Kalonzo iko kwa mada. So stick kwa mada, kama uelewi mada upeane microphone. Okay. Yes. Lakini mtasikia kumalizia ukawadi kidogo alafu niingie kwa watu. Acha nijibu. Yes. Sawa. Mimi kwa sababu nasema, nataka mnisikie. Kwa sababu nasema Kalonzo Musyoka hawezi kuwa rais wa taifa la Kenya. 2007 Kalonzo Musyoka aliacha kina Raila kwa njia akaenda kuwa vice president kwa Kibaki. 2007 Kalonzo alibetray wa Kenya. Wakenya walikufa kwa sababu ya Kalonzo. Kalonzo aliacha kina Raila. Wakenya walichomewa manyumba. Wakenya waliuawa. Mnakuja kutuuzia Kalonzo kama nani? Kwa hivyo mimi nasema Kalonzo Musyoka hawezi kuwa rais wa Kenya. Hawezi. Na mimi simuogopi, namwambia ukweli. Huyo ni watermelon huyo. Huyo hana chochote. Anasukuma kama wheelbarrow. Kwa hivyo nasema hivi. Nina sababu nikisema hivi. Nataka nirudi kwa mada. Nataka niseme hivi. Nimesikia sana wanasema ati bila watu wa mlima hauwezi kuwa na rais. Nataka niseme hivi. Na tunafaa tujifikirie sana. Mnapokuwa mnainamia watu wa mlima mnawapatia kichwa ngumu. 2002 walisupport Uhuru Kenyatta. Na sisi wa Kenya kwa jumla tukasema tusupport Kibaki. Aliingia ama kuingia? Na mbona walisupport mtu wao kuingia? Kwa hivyo bwana, mwache kutupima bangi. Mimi ninawaambia hivi. Saa hii mahali imefika. Mtu wa mlima saa hii anatumia makabila zingine kutaka kuingia kwa serikali. Peke yake hawezi. Mtu wa mlima saa hii anagawanya watu, na mimi nataka niseme kama mtu wa mlima wanaona hao ni wengi, tunataka waitishe census. Tunataka census iitishwe na muone Waluya wanazaa watoto wangapi? Hawa watu wa mlima wanakula chapati na madondo. Atazaa watoto wangapi? Mluya anazaa watoto 5, anazaa watoto 10. Lakini huyu mtu wa mlima anazaa watoto wangapi? Bwana, tunakwambia ama ghost voters this time round hawana bahati. Ama ghost voters wenye walikuwa wanatoka hapa mlima this time round hawana bahati. Sahii Mheshimiwa Rais Ruto ameinua sahii ndoano sahii. Tunataka tudili na ghost voters wenye walikuwa wamekufa wanafufuka kupiga kura. Tunataka tuwamalize wote mmoja baada ya mwingine. Kwa hivyo nasema hivi, mimi sitaabudu mtu wa mlima. Sitamwabudu. Waluya sisi ni wengi. Tuko zaidi ya milioni 10. Kwani hatuwezi produce president? Hatuwezi. Kwa hivyo tunasema tuache kuabudu watu wa mlima. Ni waongo, ni watapeli. Thank you. Alignment ya politics imeanza. Mtu ambaye inatakana akuwe so careful. Also
ndugu yangu ambaye ni msanii ametoka hapa na ni Mjaluo, inatakana kuwe careful. Why? Hii siasa, the way mambo inaenda, inatafuta kutega Mjaluo mahali. Na kwa nini nasema hivi? Sahi ukiangalia venye hao watu wanapush, unaona Kikuyu si ati alikosana na Ruto kwa sababu Ruto ni mbaya. Alikosana na Ruto kwa sababu Jaluo ameingia wapi? Kwa serikali. Na ndio maana nataka kuambia ndugu yangu sahi, Mkikuyu ameshika Kalonzo, anawaambia ati Kalonzo ni mzuri. Jaluo, you must be so careful. Usiruke uanze kusema ati Kalonzo tosha. Ukianza kusema tu hivyo, pop, Kikuyu amerudi kwa Ruto. Na ni nani atakuwa kwa mashaka? Jaluo atakuwa kwa mashaka. Amen. So, ndio nataka kuambia wale tuko hapa. Na Jaluo akiwa kwa mashaka, wewe Muluya uko hapa bado wewe uko kwa mashaka. Si wadanganya. So, ndio mimi sikatai Kalonzo. Kalonzo tumetembea naye muda mrefu. Na tumetoka naye mbali. Lakini shida yenye tunaona kwa Kalonzo, tuna mkono iko hapo nyuma. Ati inasema ati tukiweka Kalonzo kwa serikali wanataka 50%. Ndugu yangu, wewe niambie, Gachagua ameweka Kalonzo kama president, ameuliza 50%. Wewe Mtigo utapata nini? Na ndio nitakana tu reason. Wewe ukiimba Kalonzo Kalonzo na wewe ni Muluya na Mjaluo, akili yako ifanyi. Niko na swali. Mimi na hapana, mimi na Niko na swali. Mheshimiwa Spika na mbunge mwenzangu, nataka mbunge mwenzangu Ikolomani aniambie, kwa sababu amesema ya kwamba tukisema Kalonzo tutapata nini? Kuja hapa, unaenda wapi? Mbona unataka tangu? Kuja hapa.